Hawa ni chungu. Wakikata majani kwa kutumia taya zao, wanaweza kutengeneza mitetemo ya kiwango cha juu zaidi ambayo hufanya jani kuwa gumu na rahisi kukatika. Wakifanya kazi kwa pamoja, wanaweza kumaliza majani ya mti mzima ndani ya saa 24 tu. Siri ni kushikilia jani lako unapoanguka. Ni rahisi kusema kuliko kutenda, lakini ni bora kutorejea kwenye kiota mikono mitupu. Kundi la chungu wanaokata majani ni kama mnyama mkubwa mla majani, mega herbivore, asiyetofautiana sana na tembo wa kule Kongo, na athari zao kwenye mfumo wa ekolojia ni muhimu vivyo hivyo. Chungu hawa hufuata harufu kurejea kwenye viota vyao ili kuongeza ufanisi. Wanasafisha njia zao kutokana na uchafu. Kiota cha chungu hawa kinaweza kufika urefu wa mita 8 kwenda chini na kuwa na maelfu ya vyumba vilivyounganishwa. Wafanyakazi hubeba majani mapya yanayovunwa hadi kwenye nyumba maalum kwa ajili ya usindikaji. Majani hayo si chakula, bali hutumiwa kutengenezea bustani za fungus ambazo huwalisha viluilui wao. Mafanikio ya kundi yanategemea kuweka bustani zao bila magonjwa. Hivyo, chungu hao wameshirikiana na bakteria kusaidia kudhibiti vimelea ambavyo vinaweza kuharibu nguvu zao za thamani. Wanasayansi sasa wanaamini kuwa bakteria hawa wanaweza kutoa suluhisho mpya kwa magonjwa ya binadamu. Hapa mambo si rahisi kwa chungu kila wakati. Huyu mmoja anajiendesha kwa namna ya ajabu, akionekana kulazimishwa kupanda juu na tayari yuko mita kadhaa juu ya ardhi ya misitu. Kitu fulani kimechukua udhibiti wa mienendo yake, kama mchezeshaji wa vikatuni anayevuta kamba za mwanaserere. Ni lazima atafute pahali pa kung'ata na kujifunga kwenye mimea. Huku chungu akiwa ameshikiliwa katika mtego wa kifo. Fungus wa vimelea viitwavyo cordyceps huchomoza kutoka mwilini mwake. Hatimaye sehemu ya uzazi wa kifo hiyo hupasuka kutoka kichwani mwake. Kutoka kwenye chombo hicho chenye umbo la tundu, mbegu ziitwazo spores hurushwa hewani ambako zitawapata waathiriwa wengine wa chungu. Je, ulikuwa unalifahamu hili?